Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Mtamani TV, na leo hii tupo mtaa wa Kisiwani ambao uko ndani ya kata ya Bonyokwa. Hapa nilipo nyuma yangu ni zahanati ya kata ya Bonyokwa, na leo kuna tukio kubwa ambalo limeenda kufanyika ndani ya zahanati hii ya Bonyokwa. Leo tulikuwa na zoezi la tohara kwa watoto wa kiume, yani vijana wa kiume waliokuwa ndani ya mtaa wa Bonyokwa, ambao hili zoezi limeratibiwa na kuandaliwa kwa msaada mkubwa au kwa udhamini mkubwa wa mwenyekiti wa mtaa wa Bonyokwa ambaye ni Shabani Wakati Mariatabu. Nipo naye hapa. Mheshimiwa, hongera sana kwa jambo hili kubwa na adhimu kabisa. Nini kilikupelekea au hili jambo umelifanya kwa lengo gani mahususi? Karibu. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Shabani Mariatabu, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mimi katika kumbukizi zangu za kuzaliwa huwa nafanya matukio ya kijamii, kwanza kumshukuru Mungu, kuwashukuru wazazi, kuwashukuru familia na wanabonyokwa. Hili tukio ni mara ya 3 sasa hivi nafanya. Mara ya kwanza nilifanya kwa watoto 101 na wakubwa 3. Mara ya pili nimefanya kwa watoto 80 na wakubwa 2. Na safari hii tumefanikiwa kupata nafasi na fursa ya Mungu ameniwezesha kulifanya hili jambo likiwa bure kabisa. Hizo gharama za 70,000, 50,000 tunaziacha ndani ya familia. Kwa hiyo tumefanikiwa kufanya kwa watoto 55 na wakubwa 2. Kwa hiyo tunafanya kwa ajili ya kutoa shukrani kwa Mungu, lakini kusaidiana na wenzetu ambao wana changamoto mbalimbali za kuhakikisha kwamba wanagharamia jambo hili. Kwa hiyo hatufanyi kwa ufahari, tunafanya kwa ajili ya kuwa madaraja kwenye maeneo yetu kama zilipo nafasi zetu. Asante. Kuna matukio mengi watu wanafanya kipindi cha kuadhimisha siku zao za kuzaliwa. Kwa nini wewe ulifikiria swala la kufanya tohara kwa vijana wa mtaa wako? Mara nyingi mimi napenda kuwa tofauti. Huwa nina operation nyingi kama back to school, operation ya mazingira, na hii pia nimeipa jina kwamba operation ondoa mkono wa sweta, ama tuwakaribishe watoto wa kiume duniani. Sasa mipango inakuaga mingi kwa wazazi. Tunaona changamoto na mambo tunayopitia. Kwa hiyo katika hali hii nimeona kwamba nilifanye tena hili na mapokeo yake kama unavyowaona na shukrani za watu kama unavyoziona. Kwa hiyo kule kuguswa kwangu, zile huduma zangu, kule kuwahudumia wanabonyokwa, kule kuwafanyia kazi wanabonyokwa, ndio kunako nisukuma kuwa mbunifu wa kiwango cha juu, kutafuta wadau, kutafuta wafadhili. Kama sasa hivi nimeshirikiana na shirika la Direct Aid kuhakikisha kwamba wananishika mkono kwenye 1 na 2, na bado kuna mengi makubwa yanakuja kwenye eneo hilo. Tumeshuhudia ukiwa na matukio mengi kadha wa kadha, wenyewe unasema back to back. Baada ya hili la leo tunategemea tukio gani lingine kubwa ndani ya mtaa wako wa Bonyokwa? Kama ilivyokuwa kawaida, napenda kuleta vitu kama surprise. Yapo mengi yanakuja, lakini basi niyalete kama surprise. Hatuna muda mrefu tunakuja na vitu vingine vikubwa zaidi, kuhakikisha kwamba tunafanya hivi vitu vinawafikia na vinakuwa na faida. Mimi naongoza wanabonyokwa walio nyuma yangu. Kwa hiyo kila ninachokifanya nalenga na kuifikiria na kuwafikiria wanabonyokwa. Tuko tunafanya kwa watoto mashuleni, tuko tunafanya back to school, kuhakikisha kwamba tunasaidia watoto wale ambao wana changamoto. Wakati nimeingia kulikuwa na ufaulu mdogo kwa sababu ya changamoto za chakula. Nikapambana 2021, nikatafuta mdau, akana nilishia watoto 400 kwa maana darasa la 4 na darasa la 7. Tukaenda mpaka serikali ilipoamua kwa kuleta sasa chakula bure kwa wote. Nikaona kuna changamoto ya vifaa vya kujifunzia. Nikaleta kampeni ya back to school toka 2020. Siku za wapenda nao tarehe 14 mwezi wa 2 mimi huwa nafanya back to school, kwa maana turudi shule, sio kwenda kusoma, twende tukasaidie watoto wetu waweze kusoma. Lengo kusaidia watoto wetu waweze kusoma, na tumeweza kufanya hivyo na tumepata matokeo mazuri. Tumeanza nao shule ya msingi, wamefaulu, wameenda sekondari, tumeendelea kuwashika mkono, na sasa hivi wapo walioenda 5 na 6 tunawashika mkono, wako walioenda vyuo vya kati mpaka sasa wengine wamerudi, tunawatafutia sehemu mbalimbali za kufanya free, na mambo yanakwenda vizuri kabisa. Kwenye eneo hilo tunamshukuru Mungu kwamba tuko sawa sawa. Kwa hiyo mazuri yapo na yanakuja. Hongera sana. Nini rai yako kwa Watanzania na viongozi wenzio wenye nafasi kama yako? Rai yangu
jambo kubwa la msingi ni kutambua nafasi yako. Nafasi yetu hii ni daraja kwa watu wengine. Kwa hiyo uwepo wetu ufungue fursa, ufungue usaidizi, huduma, huluma. Yaani kuwepo kwetu sisi tuwe sababu ya watu kusonga mbele. Mwaka jana niliweza kufanya jambo linaitwa Dr. Maria Tabu Super Cup. Kuwaleta vijana pamoja, tutambue vipaji, tuviendeleze. Kuna wengine tayari wameshapata timu mbalimbali. Na mwaka huu unakuja na Dr. Maria Tabu Season 2. Hongera sana. Pembeni yako nimeona kiongozi naye tungependa tumfahamu na akazungumza naye machache. Karibu sana kiongozi. Nashukuru. Kwanza kabisa napenda kutambulisha jina langu, naitwa Saumu Rashidi Waziri. Jina maarufu naitwa Mroka. Mimi ni mjumbe wa kamati ya mtaa Bonyokwa. Umelionaje tukio la leo ambalo limeandaliwa na mwenyekiti ambaye pia ni anatokana na ofisi ambayo upo, yani kiongozi mwenzio wa ofisi yako? Ni kweli, nipende kabisa kusema ukweli. Tukio la leo nimelipokea vizuri na mimi pia nimelipenda. Nasema Dr. Maria Tabu au mwenyekiti, huyu ni bosi wangu. Nini rai yako kwa viongozi wengine na wananchi? Mimi nasema kwamba rai yangu kwamba viongozi wengine tumuunge mkono huyu bwana. Tumuunge mkono, Mwenyezi Mungu amjalie hapa alipo asige zaidi ya hapa. Kwa jina naitwa Ivona Singi Fredi Chasuka. Natokea mtaa Bonyokwa. Namshukuru mwenyekiti wetu kwa kazi aliyoifanya. Kwa kuwa mtoto amepata tohara, jamani tunamshukuru sana. Bure kabisa kwa hisani ya mwenyekiti. Jamani tunaombeni na nyinyi wengine mjitokeze mje na watoto. Kama unavyoona leo tupo katika tukio la kuwapa tohara suna watoto wa kiume ama kampeni Operation Tokomeza Asueta mtaa wa Bonyokwa. Watoto 50 leo tunaendelea nao mpaka sasa. Mambo ni mazuri na kila kitu kinaenda sawa. Unaitwa mtoto nani vile? Julius nani? Hasani. Unasemaje kuhusu leo? Unashukuru ama unasemaje? Nashukuru. Asante kwa na amani. Wewe unaitwa nani? Anointi. Anointi nani? Anointi Basi Mgaya. Aha, Basi Mgaya. Umefurahia siku ya leo? Maria Tabu, na leo ni birthday yake, Mungu ampe maisha marefu. Asante serikali yetu pia, watoto wetu wamfanyia tohara bure, dawa bure, tunashukuru sana. Naitwa Zainabu Abdalla, mkazi wa Bonyokwa, Mnalavoda. Nashukuru sana, namshukuru mwenyekiti kwa huduma ya leo. Mungu awajalie. Mtoto wa kaka yangu kapata tohara bure. Tunamshukuru mwenyekiti kwa jambo hili. Ikiwa leo birthday ya mwenyekiti, Mungu amuweke amzidishie. Amina. Ilitokea hapo huduma hii tujulishane, kuna wengine nao hawaja wazidi kufanyaje? Wazidi kupata huduma. Kwa jina naitwa Jacobo Patrick Pata, ni mkazi wa Bonyokwa. Bwana, mimi ninashukuru serikali kupitia kwa mwenyekiti kwa huduma hiyo. Kwa kweli ni huduma njema sana, kwa sababu tulikuwa tunaenda huduma zingine kwa watu binafsi, mtu natoa 70,000 laki, lakini hapo mwenyekiti amejitahidi, tumepata huduma hii leo, kwa kweli ni bure. Tunamshukuru sana mwenyekiti na taratibu nzima za hospitali na manesi na madokta waliofanya swala hili. Na nazidi kuwahimiza watu wengine wanaposikia fursa kama hiyo wasikae na watoto nyumbani, walete. Naitwa Angel, mkazi wa Bonyokwa. Nashukuru mwenyekiti wa serikali za mtaa ameweza kutusaidia kupata tohara. Mwanangu amepata tohara ya bure. Asanteni. Naitwa Tamari Saleh, katibu wa jumuiya ya wazazi Mkombozi, tawi la Mkombozi. Nimefurahi sana kwa huduma hii ya leo ambayo amefanywa tohara mtoto wa mdogo wangu ambaye ni Johnson Martin. Na kitu kilichonifurahisha zaidi kwamba ametailiwa bure na amepata na dawa ambazo zitasaidia. Majina naitwa Kurwa Baumba, mkazi wa Bonyokwa. Kwanza nipende kukutakia heri ya kuzaliwa mwenyekiti wangu. Amina. Maria Tabu. Mungu akupe maisha marefu. Amina.
uweze kutufanikishia mazuri zaidi ya hili. Tunashukuru Mungu kwa kupata zoezi hili la tohara. Naomba Mungu aongezee pale mlipoweza kutoa. Kwa majina naitwa Fausta, natokea mtaa wa Bonyokwa. Nimefika hapa toka asubuhi. Kiukweli tunamshukuru Mungu, pia tumekuta huduma ni nzuri, tumepokelewa vizuri. Lakini kwanza nimshukuru mwenyekiti kwa sababu ametusaidia sana raia wa Bonyokwa. Na hii huduma ni ya gharama, lakini kupitia mwenyekiti ametusaidia sana. Kwa hiyo tunamshukuru sana mwenyekiti pamoja na serikali kwa ujumla. Mungu awabariki sana. Asante. Mwanao ameshapata? Mwanangu ashapata huduma na huduma yake ni nzuri. Kwa hiyo najua ataendelea vizuri kwa sababu huduma nimeiona ni nzuri na imeniridhisha. Mimi naitwa Juma Hamisi, nakaa maeneo ya Bonyokwa. Mjumbe wangu Waziri Juma. Tunashukuru kwa viongozi wetu kwa msaada tuliopata kwa ajili ya watoto kwa tairi. Tairi ya watoto wangu watatu. Kwa hiyo tunashukuru sana wakazi wa Bonyokwa na viongozi wake wote, tunawashukuru sana. Bwana, mimi naitwa Mtebene Waziri Ali, ni mkazi wa Bonyokwa, mtaa wa Mji Mwema. Hapa nina mjukuu wangu ambaye nimekuja naye zahanati ya Bonyokwa. Lakini ujio wangu na huyu mjukuu wangu ni huduma ya kutoa kilemba kwa mtoto wa kiume. Lakini sina jinsi kushukuru uongozi wa serikali ya mtaa wa Bonyokwa, hususani mwenyekiti na mshirika mwenzake mwenyekiti wa mtaa unaofuata. Lakini sina jinsi kusema kwamba Mwenyezi Mungu kwanza huwa ana dhamira kubwa, kwa sababu huwa unaweza ukapata kiongozi ambaye anaweza kawa ni msaada kwa waliokuwa na uwezo na wasiokuwa na uwezo. Lakini hayana msingi zaidi kwangu. Msingi mkubwa ni yale mambo ya kijamii ambayo mwenyekiti wetu anayafanya. Kwa hiyo mimi sina jinsi kusema mwenyekiti tuliokuwa naye, siwezi kusema atakaa milele, atafia Bonyokwa, hapana. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ambaye Mungu kampa kipaji, kampa nguvu, kampa pumzi, mimi nasema sina jinsi ya kushukuru zaidi, kwa sababu huduma hii aliyoitoa kwa wana Bonyokwa basi ni msaada mkubwa ambao Mwenyezi Mungu nasema naye amjalie aishi milele. Mpenzi mtazamaji wa Mtamani TV, kama ulivyosikia viongozi wamezungumza na muandaaji wa hili tukio Dr. Shabani Maliatabu, naye amezungumza kile ambacho yeye kimewiwa au amewiwa kulifanya hilo jambo. Nini maoni yako wewe Mtanzania, na nini ambacho umejifunza kutokana na hili tukio? Bonyokwa inahitaji maendeleo, Bonyokwa inahitaji watu ambao wanafanya makubwa kama haya, na wanapofanya basi tuwapongeze. Kwa muda wote ulikuwa na mimi Hamza Ismail Chinga kutokea Mtamani TV. Tukutane tena wakati mwingine kuna jambo lingine. Ciao.